Leo tunaendelea na uchambuzi wetu wa kitabu changu nilichokiandika kinachosema faida 40 za maombi. Na leo tutaenda kusoma kwa pamoja faida ya 40 ya maombi na utajifunza kitu kizuri sana katika maombi. Tunaishi kwenye ulimwengu uliojaa vikwazo na vipingamizi vingi sana kutoka kwa mwovu Shetani. Mara nyingi tunapokumbana na vikwazo huwa tunatafuta mtu wa kumlaumu na tunatumia akili nyingi sana za kibinadamu. Lakini leo nitakupa siri ya ushindi. Wakati wote inapotokea unakumbana na vikwazo au vipingamizi vyote katika maisha, katika biashara yako, katika kazi yako, katika kilimo chako, katika huduma yako na katika chochote unachokifanya, kabla haujaanza kumweleza mtu yote kuhusu vipingamizi hivyo, hakikisha unaingia kwenye chumba chako cha maombi na kumweleza Mungu. Kuna watu wengine ukiwaeleza matatizo yako, badala ya kukusaidia, wanayafurahia, lakini wanaenda kuwaeleza watu wengine jinsi unavyopata shida. Kwa hiyo ndugu yangu, sikiliza kwa makini ninachokushauri. Unapopata shida na vipingamizi vingi, mueleze Muumba wako kwanza. Matatizo mengi yanayotupata, kulingana na nilivyoandika katika kitabu hiki, yanafananishwa na milima. Bwana wetu Yesu Kristo katika kitabu cha Marko sura ile ya 11 mstari wa 23 hadi wa 24 alisema maneno yafuatayo: Amin nawaambieni, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambieni, yeyote mtakayaomba mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo unaona Bwana wetu Yesu Kristo alifananisha vipingamizi na mambo magumu katika maisha na milima. Lakini milima hii hakusema inaondolewa na greda. Alisema inaondolewa na maombi. Kwa hiyo kila kipingamizi katika maisha yako, kila jambo gumu katika maisha yako litaondolewa na maombi. Kwa hiyo naomba kuanzia leo uwe prayer warrior, uwe ni mtu ambaye ni mpiganaji, muombaji. Usiwe mvivu, usiwe mtu wa kueleza watu mambo yako. Ingia katika maombi mazito, muombe Mungu kwa bidii na utaanza kuona upenyo. Kadri unaomba, utaona Mungu anafungua milango. Kadri unaomba, utaona Mungu anagusa watu wengine, wanaanza kukusaidia. Watu wanakupa fursa za mafanikio. Wale ambao walikuwa maadui zako, walikuwa mbali na wewe, utakapoanza kuomba, utashangaa jinsi ambavyo utaanza kupata kibali mbele zao. Kwa hiyo katika uchambuzi wetu wa kitabu chetu cha faida 40 za maombi, leo umejifunza kitu kikubwa sana ambacho najua kinakusaidia. Kama uchambuzi wa kitabu hiki unakusaidia, naomba usibaki nao peke yako. Tafadhali video hii share kwa watu wengine, ikiwezekana watu 20 au zaidi. Like, comment na unieleze katika comment yako kwamba je, uchambuzi huu unakusaidiaje na unaongezaje kiwango chako cha maombi. Nitafurahi sana kusikia kutoka kwako. Mungu akubariki.